Wengi wetu hatuna sanitary pads. Lakini hiyo isiwe chanzo cha kukufanya uende utafute huko kwingine. Nimeshasema. You know the bodaboda will give you 50 bob or 100 bob to go and buy sanitary pads. Alafu anakuambia unilipe vingine. Vingine ni vipi? Ama anakubeba kutoka nyumbani kuja shuleni anakuambia usinipatie 50 bob utanilipa vingine. Vipi? So tell him, you know, you have take care of yourself and be strong and tell him, mimi nitakupatia pesa ambayo nataka nikupatie. Sitakulipa vingine. You want to say no to early sex, itakusaidia. Sex, by the way, is many things. It will cause early pregnancy, it will cause STDs, it will cause HIV and AIDS, it will cause fistula, it will cause cancer, and many other diseases. So when you say no to early sex, you are preventing so many other illnesses that may affect you. We have to develop mechanisms and models so that we are able to talk to our girls that whenever you move out or you are going to homes, they told us, kindly check your steps. Check your steps. We know that you come from very humble families, you are missing a lot, but nobody will provide you what you are missing in this particular time and in future. I'd like to appeal to the national government. Watusaidie kurudisha Afya program ambayo imetolewa kwa sababu ilikuwa inasaidia kuleta sanitary pads kwa wanafunzi na pia matibabu ya watoto. Ikiwa wameitoa, watoto wetu watakuwa na maisha magumu. So if the national government can revamp that and return the program to our schools, itasaidia. At the same time, I would like to ask the national government watusaidie kuhakikisha kwamba watoto wetu are secure within this environment. Kwa watoto wetu wanapotoka shuleni wanafika nyumbani vizuri salama. Na watoto kutoka nyumbani wanafika shuleni salama bila shida yoyote. Tafadhali mkiona wasichana wenye wamepata mimba ya mapema, tuwakumbatie warudi shuleni waweze kusoma. Maisha ya siku hizi bila masomo si maisha mzuri. Our first lady, tunashukuru sana kwa hii program. Na ripoti hiyo ikakihemwe